Budget Communication. Asante sana kwa ambaye utakuwa unatufuatilia kokote pale nchini Tanzania. Website yetu kule tembelea, andika www.budget.co.tz. Manake worldwide unakuwa unatupata uzuri kabisa. Lakini kuna mitandao yetu ya kijamii kule, tembelea Instagram Budget, tutafute Facebook kwa Budget Communication. Leo niko na Ndone Junior. Tunamzungumzia mbunge wa viti maalum kupitia chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA. Wakati kapata nafasi ya ubunge alisema katibu wangu atakuwa Ndone Junior. Sasa Budget Communication imefanya tupate nafasi ya kuweza kukaa naye, walau tumfahamu basi kwa uchache ni nani, ilikuwaje mpaka wakakutana na mbunge, na maisha yao yakoje mpaka hivi sasa. Sigrada Mligo ndiye mbunge wa viti maalum kupitia CHAUMMA katika mkoa wa Njombe, lakini anajipambanua zaidi katika kuishi na vijana. Ndone, mambo vipi? Mungu anasaidia, kila kitu kiko sawa. Sawa. Bwana, hapa ni Budget Communication, karibu sana. Asante. Nimefurahi kuwa hapa Budget Communication, lakini pia nikupe hongera Mfaume Pastol kwa sababu hii ni hatua kubwa ya kuona media zinaongezeka kama hivi, lakini pia unajua sasa hivi maisha yamebadilika. Mambo ya online ndio kila kitu. So kupata media kama hizi za online ni kitu kizuri ambacho kitasaidia kwenye nyanja mbalimbali, siasa, jamii na vitu vingine tofauti hapa kwetu mkoani Njombe. Naamini hii ni hatua kubwa na tutazidi kukuombea ufike mbali zaidi. Nice. Ndone ni nani? Unaweza ukaniambia? Ndone kwa sasa ni mtu mpya kidogo. Kwa sasa ni katibu wa mbunge, lakini Ndone ni kijana tu Tanzania ambaye amezaliwa mkoani Njombe kwenye wilaya wa Nging'ombe, kijiji cha Itulahumba, ambaye target zake kubwa amesomea mambo ya uandishi wa habari na utangazaji. Lakini baadaye akaja akawa kwenye mambo mengine tu mtaani huko. Lakini kwa sasa ndo hivyo, amekuwa katibu wa mbunge. Kwa nini uliacha mambo ya uandishi wa habari? Niliamua kuacha kazi ya uandishi wa habari kwa sababu niliona nilikuwa na mambo mengi sana ambayo nilikuwa natakiwa niyafanye kama kijana. Lakini sasa media kidogo, ilikuwa fura mimi wakati nafanya kazi radio nilikuwa na vipindi siku 7. Hakuna siku ambayo nilikuwa napumzika. Kwa hiyo kuna majukumu mengine yako nje ambayo natamani niyafanye. Niwekeze huko nje nifanye, lakini sasa kuomba ruhusa kila siku mwajiri hawezi kukubali. Simlaumu kwa sababu amekupa mkataba na kulipa mshahara, unatakiwa ufanye kazi, utumikie mkataba, si ndio? Sasa wewe unaleta mambo mengi kidogo, inaonekana kwamba unaenda tofauti. Kwa hiyo niliona option nzuri ili niwe free nifanye kwanza mambo mengine, ni kuandika barua tu ya kuacha. Ilikuwa ina ugumu kwamba naacha inakuaje kitu ambacho nakipenda, lakini baadaye nilifanya maamuzi, kwa ndio maana niliacha. Sasa kama nilivyokueleza, hivi sasa ni katibu wa mbunge. Vipi, ilikuwaje ukakutana na mbunge Sigrada Mligo? Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2023. Nilifanya naye kazi mimi kama MC, yeye kama mgeni rasmi, lakini tulifanikisha kushirikiana kwa sababu mgeni rasmi ndio ambaye anabeba tukio. Tukio ilikuwa Njombe Milimani. Milimani pale. MC pia unabeba tukio kwa namna yako nyingine. Kwa hiyo mkikutana mkashirikiana vizuri, target kubwa inakuwa ni kumtengenezea fedha yule ambaye amewapa kazi. Kwa mimi kama MC nilipewa kazi, lakini mgeni rasmi alikuja kusupport. Kwa hiyo tutengeneza bondi ambayo tulifanya vizuri. Nakumbuka baada ya kumaliza pale, mgeni rasmi aliniambia, "Chukua namba yangu na kitu." Baada ya hapo nilimtafuta tu kwamba apate namba yangu, lakini sikuendelea kuwasiliana naye tena. Akaja akapata mwaliko siku nyingine ya kuwa mgeni rasmi kwenye tukio jingine la Snaila Classic. Snaila alikuwa anazindua EP, nakumbuka. Kwa yupo bado Chadema. Sigrada alikuwa yuko Chadema, lakini alikuwa anaendelea pia na mambo yake ya wanasheria. Kwa hiyo kipindi cha siasa Chadema, kipindi ambacho nakutana mimi, nilichelewa kumjua kidogo kwa sababu alikuwa kama ametulia hivi, hakuwa na mambo mengi, lakini kipindi hicho nilikuwa nakutana naye kama tu mwanaharakati wa kusupport vijana, lakini zaidi kwenye sheria. Kwa hiyo baada ya kupewa mwaliko kwa mgeni rasmi kwa Snaila
Kwenye hiyo tukio mimi sikuwa MC, ila yeye alikuwa amealikwa kama mgeni rasmi. Akanipigia simu kwamba kesho na tukio la kuwa mgeni rasmi kwa Snaila. Hebu nipe kidogo mwelekeo, natakiwa nikafanye nini kwa sababu wewe kwenye sanaa upo kwa muda mrefu. Akaniambia kuna Poison nilikuja kwa sababu ni kijana wangu namjua vizuri. Snaila nimepata mwaliko lakini simjui vizuri. Hebu niambie ni msanii aina gani? Hilo tukio lake ameniambia ni ipi, mimi ni mgeni. Kwanza ipi ni nini? Anaweza kama ametumia gharama kiasi gani ili angalau nikienda nijue nampoza vipi. Kwa hiyo nikamuelekeza, akanambia pia lakini naomba tuongozane. Ili wewe unanishauri pia hata baadhi ya vitu tukiwa pale. Kwa siku ya tukio ilifika tukaongozana. Mimi nilikaa kwenye meza mgeni rasmi na lengo lilikuwa ni kumwelekeza baadhi ya vitu kwa sababu mimi kidogo sanaa nilikuwa kidogo kwenye sanaa ya Njombe anaelewa na ijua vizuri. Kwa baada ya pale nilimwelekeza na tukio hilo likaenda vizuri. Tukawa tumekamilisha. Kwa baada hapo maisha mengine yakawa yanaendelea. Mimi alinilipa kama nikiwa nimefanya kazi hiyo, anilipa vizuri kabisa. Kwa sababu hizi huwa zinakuwa history, unaona ndio hata kuna wasanii waga na kwamba misho yangu ya kwanza kabisa bwana nilipiga 200,000. Mwingine anakwambia mimi nilipiga mikausho nini. Nakumbuka kwa usiku aliniambia pesa nyingi nimeshatumia nimempa kijana huyu. Unajua Sigrada akiwa mgeni rasmi nje na ile hela anayompa mtu akiperform msanii atampa. Kwa anatumia pesa nyingi hata nje na ile ambayo anaenda kumpa ya tukio lenyewe. Wakaniambia bwana nimetumia fedha nyingi wewe mwenyewe lakini kwa sasa nina kidogo chukua 100,000 na kesho ndio ofisini. Kwa nini nipa 100,000 na niambia kesho na kuja ofisini kama sina kabisa bila. Kwa hiyo kijumlisha kwa kama 300,000. Ya pesa ambayo kwa kazi ya siku moja ilikuwa ni pesa nzuri kwangu. Ya kwa baada hapo maisha mengine yakaendelea. Ulihisi nilifurahi kwamba huyu mtu aina gani. Yaani ni kazi ndogo tu ambayo pengine kuna mtu mwingine angekushukuru bwana chukua nauli hii lakini yeye anakupa hiyo hela ni kitu kikubwa sana. Kwa nikaona ni mtu ambaye sio mgumu kwenye utoaji. Mimi nikaja nikaacha mambo ya media nikawa nimeondoka kabisa Njombe. Lakini kumbuka kwenye tukio la Da Poison moja ya kitu ambacho alikuwa amekiomba Da Poison ni kuomba Sigrada awe mlezi wake. Kwa mimi baada ya kuwa nimeacha mambo ya media nimeondoka Njombe, nilikuwa nimeenda kupumzika kidogo Makambako. Kuna siku alinipigia simu akaniambia bwana siku wakati wa uzinduzi wa ule wimbo Da Poison aliomba niwe mlezi wake. Nataka nifanye jambo kwa ajili yake. Lakini kwenye hiki ambacho nataka nifanye, natamani tukutane. Wewe unipe ABC ya namna gani naweza tukafanya ili kijana kuwe. Kwa mimi alinitumia nauli nikaja na kumbuka tulifanya kikao kwa masaa kama 4 hivi. Tulikaa tukazungumza, nikamwelekeza lakini nikamwambia naomba hii project mimi nisisimamie. Tafuta mtu mwingine aisimamie. Mimi sasa hivi nina mambo yangu na hata huko kwenye media mambo ya sanaa nimetoka. Lakini akanambia hapana. Shida ni nini? Nikamwambia mimi nimetoka kwa sababu ya utafutaji. Akaniambia kama shida ni fedha, sema unachotaka mimi nitakupa lakini hii project isimamie. Nikamwambia bwana acha nikajifikiria. Akasema mimi huwa sitaki mtu akasema kajifikiria. Tunamaliza hapa kusema unachotaka. Mimi nitatimiza. Lakini nataka hii project tuisimamie. Nakumbuka project yenyewe kwa kipekee ilikuwa ni kufungua studio kwa ajili ya Da Poison, lakini pia na iwasaidie na wasanii wengine, lakini pia kuanzisha video production ambayo itamsaidia Da Poison na wasanii wengine, lakini pia kuwa manager moja kwa moja kama ndo niwe manager kuhakikisha nasimamia project zinaenda. Kwa hiyo kipekee nakumbuka mimi kwa tayari nishaanza kusettle baadhi ya vitu vya mimi nafanya. Kwa hiyo pale mimi nikabidi nikubali. Weka ofa nzuri, kabidi nikubali kurudi. Kwa nikarudi tena Njombe. Kuna mambo yalitokea kidogo. Kwa ule mradi ukawa kama umestop hivi, lakini ukaja kwa ukubwa wake ndipo ambapo ilizaliwa The Smart Talent Company Limited. Ikatoka kwa Da Poison ikaja kuwa sehemu ya biashara kwa watu wote. Kwa hapo sasa tukaisajili kampuni kama kampuni The Smart Talent kwa ajili ya kusimamia sanaa kijumla, kufungua studio, kufungua video production, kununua muziki wa kukodisha, lakini pia kununua mashine za kuprint mabango. Ilikuwa ndo mpango huo. Japokuwa kuna baadhi ya vitu tukawa tumevikamilisha, kuna vingine tukawa bado tunaendelea. Kwa baada hapo kwa ni ukaribu wa mimi kuendelea kufanya naye kazi zaidi. Sigrada yeye mwenyewe mbunge, sawa? Wakati ule anatangaza wewe kuwa katibu wake, pale Johnson alikupa sifa, sema ni mrivu, nzuri mtiifu, si ndio busara, si ndio
akasimulia tukio la polisi. Ndio. Akasema pamoja na kukuchukua na kupeleka polisi, lakini bado ulibaki katika ustahimilivu wako, busara zako, si ndio? Ni tukio hilo ama ni kuna tukio lingine? Yes. Hii ni tukio baada ya kampuni ya The Smart Talent kuwa tayari kwa asilimia kadhaa imesimama. Yes. Tuna muziki wa kukodisha upo. Decoration ya audio production ilikuwa imeshakamilika na tumeshanunua baadhi ya vitu. Lakini pia video production kwa asilimia kubwa inaelekea kukamilika. Kwa ishaagizwa drone, kamera tuko nayo na baadhi ya vitu. Ofisi imekamilika. Kwa ni tukio ambalo lilitokea ni hilo sasa tuliibiwa ofisini. Okay. Tumeibiwa ofisini, mimi ndio meneja kampuni. Siku mimi nilipigiwa simu niko nyumbani. Kulikuwa kuna moja ya wafanyakazi anaishi pale. Sasa kwa kipengele anarudi nyumbani pale ofisini, lakini kwa sababu alikuwa anakaa pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafanya vitu vyake, kwa sababu alikuwa anajili na masuala ya digital. Mambo ya digital yanahitaji muda mwingi ofisini. Kwa tukamwambia bana sawa, kwa sababu ofisi iko kubwa. Kwa hiyo alikuwa anaishi pale kama mfanyakazi. Sasa wakati anarudi ilikuwa ni muda kama saa 2 hivi, katika saa 3 akafika ofisini, akafika pamevunjwa. Baada ya kuangalia kwa haraka kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa pale mapokezi pale, TV akaona haipo, sabufa, kaenda kaangalia kamera kwa amebeba lakini pia alikuwa amevunja vioo pale, na baadhi ya vitu alikuwa amevitupa tu. Receiver ile ya kingamuzi, router ile ya mtandao kwa ameitupa nje. Kwa kifupi mliingiliwa pale mkaibiwa, si ndio? Yes, baada ya hapo reaction yake ikawaje? Ndio hiyo ambayo aliwachukua akawapeleka Central, alafu mambo yakawaje? Kumbuka kwamba yeye alikuwa yuko Dar es Salaam. Hakuwa Njombe, yuko Dar es Salaam kwa ajili ya mambo yake. Kwa hiyo yule kijana ambaye wanakaa pale alinipigia simu mimi. Kwa baada hapo kuna tukio 1 2 3. Akampigia na secretary, akampigia na boss. Unaelewa? Sasa baada ya kumpigia yeye akachukua maamuzi, akampigia pia polisi. Wao walituambia kwamba bwana kuna polisi watakuja hapo. Mimi nilitoka nyumbani kaenda eneo la tukio. Lakini alifika askari akakagua pale, akaangalia, na sisi wote tukiwa pale, mimi huyo kijana na secretary. Lakini baada ya kuangalia wale maskari wakaangalia, akashauriana pale, na kulikuwa kuna baadhi ya washauri wa ofisi walikuja pale, lakini waliona kama kwa tukio lile linahitaji upelelezi zaidi. Kwa tamko ambalo lilitolewa, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 8 mida ya usiku kama saa 4 tumekaa pale, polisi wakasema bwana ili twende kituoni kwa ajili ya maelezo. Kwa hiyo baada ya pale tulitoka tukaenda polisi kwa ajili ya maelezo, tukachukuliwa kwa mdoro kwa tayari kwa usiku, kulikuwa ni kuingia lock up moja kwa moja. Tumekaa lock up siku ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kukaa lock up? Tayari ushakaa lock up? Siku ilikuwa ni mara ya kwanza na experience kukaa lock up. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 8. Tukaa pale siku ya kwanza. Siku ya 3 ndio siku ambayo yeye boss Siblada alikuja. Boss wangu kaja pale, niambia jamani, wewe ndio kuniibia mimi. Nikamwambia bwana mheshimiwa, hivi vitu nimekaa navyo kwa muda gani? Kwa sababu mimi ile kampuni nilikuwa naisimamia ilikuwa imekaa mwaka mmoja, hajawahi kuja kuiona. Ananiambia wewe, mimi nakupa, mimi natoa fedha, simamia, mimi nakuamini. Kwa alikuwa ananipa fedha, naenda nachukua muziki, nachukua kila kitu. Baada ya mwaka mmoja ndio alikuja kumuonyesha bwana, uwekezaji wako ndio huu. Akafurahi kuona kila kitu ambacho kilikuwa kinaandikiwa kipo pale. Ndipo nikakabidhi na secretary akiandika kwa ajili ya secretary kwanza kazi. Kwa nikamwambia bwana, ingekuwa ni ngumu mimi kufanya kitu kama hiki. Kwa tulikaa pale siku 4, nashukuru Mungu tulitoka. Lakini sasa baada ya kutoka, wale wenzangu wote ambao walikuwa wanafanya kazi, mioyo yao ikawa tayari ni migumu kwamba taendelea. Kumbuka baada ya kutoka alikuja kuonekana kwa bwana sisi hatuhusiki. Akaja kuonekana mhusika ni mtu mwingine kabisa. Lakini umekaa mle ndani, unajua mle sio sehemu nzuri. Sio sehemu nzuri kabisa. Lakini mimi nilikuwa naamini kwamba kama nimekaa miaka hiyo miwili nimefanya kazi na sikufanya chochote, hebu hili nilifanye kama ni sehemu tu ya funzo kwenye maisha yangu. Nisimchukie mtu yeyote. Japo ilikuwa ni ugumu, baadhi ya marafiki wakaniambia utakuwa ni mtu wa ajabu sana kuendelea kufanya kazi na mheshimiwa na